Ni kweli kabisa, wala si utani na si mazingaombo. Ndiyo, ulipo yupo, si kivuli chako wala uliye naye mwili mmoja kwa mamlaka za dini, bali ni Mungu. Ila sijui kama nilipo yupo. Hivi ni kweli Mungu upo msikitini au kanisani? Niambie ulipo ili nije tuongee, nikueleze shida yangu, maana nishakufuata sana kwenye nyumba za ibada ila sijakuona. Ulinipa pesa leo nami nikavimba kitaani, ila cha ajabu uliambatanisha na matatizo kibao ili ziishe. Mwenye nacho ukazidi kumongezea, tulio chini tukazidi kudidimia kabisa. Ni ipi tafsiri ya mafumbo yako Mungu wangu? Sisi ndio wale tulioaga nyumbani kwamba tutarudi na fungu mkononi. Wazazi nao bila hiana wakatubariki kwa jina lako Mungu, nasi tukasema amen, na iwe hivyo. Ila cha ajabu mambo yamekuwa magumu, tunakufa bila kutarajia. Mungu, jirani yule niliyemuomba maji ya kunywa, naye bila kuwa na roho ya hofu wala huruma akanipa maji yenye sumu. Nilipi fumbo lako kwetu Mungu wangu? Na yule bibi mwenye miaka 70 bila kutarajia akabeba ujauzito, naye akamzaa rais wa nchi fulani ajaye. Mchawi naye kabla hajaturoga anaomba msaada kwako Mungu na unamsikiliza. Hii ni ajabu sana. Kuta za hospitalini ndizo zinazopokea ibada kweli kutoka mioyoni mwa watu kuliko hata kuta za msikitini na makanisani. Mwizi naye anaamini kwamba akituibia nasi bila kumuona, eti tonge la ugali umempa wewe, naye bila kujua kwamba siku za mwizi ni 40, anaendelea na tabia yake. Wenye magonjwa sugu nao wanaamini kwamba baa na mabarabarani ndiko kwenye msaada wa pesa kuliko hata msikitini na makanisani. Eti mahangaiko haya yote yenye shida na kila adhabu ya dunia, mbinguni kuna moto wa milele, ndiyo Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Eti Mungu ulimpa nguvu shetani atuingize dhambini, kisha usitusamehe kabisa hadi kifo chetu. Dunia hii sio ile ya mwanzo, kwani viongozi wa dini wanaangalia mifuko yao na familia zao. Eti wanatoka vitambi wakitudanganya kwa nguvu za mizaituni. Eti ulisema niite nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mbona sisikii sauti yako wala sisikii ukiniitikia? Eti ulisema mbinguni ni kiti chako cha enzi, hapa duniani ni mahali pako pa kuwekea miguu. Mbona sasa miguu haionekani na wala kiti hakionekani? Mimi kwa kweli Mungu wangu nashindwa kuelewa. Hayati Magufuli naye kama nabii alichosema kinatimia. Kule kwenye kapu la magoli kuna majipu kibao. Eti kauli mbiu inayombeba mama hapa nchini anaupiga mwingi. Wenye ngozi nyeupe kila anapopita wanapigwa saluti. Hii si ndio tafsiri ya kuabudu sanamu Mungu wangu, au sivyo? Hii ni maajabu sana. Aliyeenda kwa mganga ili kuongeza upendo kwa mume wake amemkuta mganga naye kapiga goti kwa mke wake akilia sana, huku akiomba msamehe kwa kosa la kumfumania jana kwenye nyumba ya wageni au guest house. Msuluhishi wa masuala ya ndoa au migogoro ya ndoa anapambana kuandika talaka 3. Kumbe tunaishi kwenye dunia yenye sayari 3. Tutapataje kupona tusipofundishwa? Mungu wangu, naomba tuongee. Mungu, si ndio wewe uliosema kwamba zaeni mkaongezeke duniani? Ila hali imebadilika sana leo. Wamebadilika watu na sasa wanaongeza tu magonjwa kila hatua katika dunia hii. Wale akina dada uliosema kwamba ni urembo wa dunia sasa wamebadilika kabisa. Wanauza miili yao kule Magurupande, na wao bila kutarajia wanafurahia hayo maisha kila siku. Maandalizi ya ndoa yanachukua mwaka mzima hadi kufika tamati, lakini kuachana kwao kunachukua siku moja tu, hata sekunde haizidi. Ona sasa, eti ujana ni maji ya moto, tunaangamia kwa kukosa maarifa. Na yule mjane aliyelia kwenye msiba wa mume wake huku akisema hatoweza kuwa na mume mwingine, leo anafunga ndoa tena. Hii ni maajabu. Mimi ni Joseph Johannes, kwa heri kwa sasa.